Rais wa Marekani Donald Trump asema vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran vinakaribia kumalizika, lakini si ndani ya wiki hii. Taharuki ilikumba tena eneo la kaskazini mwa Ethiopia miaka mitatu tu baada ya vita vya kutisha kati ya majeshi ya serikali na wapiganaji wa TPLF kumalizika. Na katika gumzo tunaangazia upi mkakati wa serikali za Afrika Mashariki kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta wakati taharuki ya vita Mashariki ya Kati ikizidi kutanda. Hii ni BBC. Mimi ni Martha Saranga. Mwishoni mwa juma, kamisheni ya utalii visiwani Zanzibar iliandaa futari ya pamoja kwa watu zaidi ya 27,000 kwa wakati mmoja. Tukio hilo la kihistoria limeifanya Zanzibar kuweka rekodi, kwani rekodi ya awali ilishikiliwa na Beirut, mji mkuu wa Lebanon, ambapo watu 5,800 walikusanyika pamoja kupata futari wakati wa mwezi mtukufu mwaka 2025. Pamoja na kuvunja rekodi hiyo, Zanzibar inawekeza vilivyo kwenye utalii wa halal, ambapo matukio ya kidini yanatumika kuvutia watalii kutoka nje na ndani ya nchi. Zanzibar imewekeza kwenye utalii wa fukwe na sasa wameamua kufungua soko hilo jipya. Egan Sala na taarifa zaidi. Halikuwa tukio la kawaida, maelfu ya watu kufuturu kwa pamoja, tena kwenye uwanja wa mpira. Licha ya mvua kubwa, maandalizi yalianza mapema na muda ulipofika, wageni wakamiminika, na miongoni mwao alikuwa ni Rais Mwinyi. Tunao utaratibu wa kufutarisha kupitia mikoa, na mikoa hiyo huwa tunafanya kwa uwakilishi, watu wachache kila mkoa. Lakini waliponifuata wenzangu wakanambia wana azma ya kuandaa futari ya watu wengi kiasi hiki, basi niliwatakia heri. Kamisheni ya utalii Zanzibar, ambayo ni waandaaji wa shughuli hii, wanasema licha ya kuwakutanisha watu pamoja, nia yao ni kukuza utalii wa halal visiwani humo. Tunaona kwamba kuna watu wengi sana wanaenda kama miji ya Vatican, wanaenda miji kama wanaenda Jerusalem, lakini hapa Zanzibar pia tuna vivutio vingi sana ambavyo vina michambuko kutokana hivi na dini, kutokana na watu walikuja hapa kueneza dini, shekhes, scholars tofauti. Kwa hiyo sasa hivi tumeanza kutangaza swala zima la halal tourism. Hii si mara ya kwanza tukio kama hili kufanyika Zanzibar. Huenda siku za karibuni tukashuhudia mengine mengi. Ukiangalia hadhara hii imejaa, uwanja huu umejaa na mafurika. Yote hii ni alama ya umoja, upendo na mshikamano. Yanafutarishwa mafutarisho, lakini si makubwa kama haya. Au yanafutarishwa mafutarisho makubwa lakini ya watu fulani. Lakini hili ni kikubwa zaidi kwa sababu limehusisha watu wa aina zote, kwa wenye dini tofauti na makabila tofauti. Swali linasalia, jamii iko tayari kwa aina hii ya utalii wa kiimani? Shukran Egan Sala kutoka Zanzibar. Kufuatia mapigano yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati yakihusisha Marekani na Israel dhidi ya Iran, soko la nishati duniani limeingia katika dhoruba kubwa kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta, na huenda hali ikawa tata zaidi. Kwa upande wa Afrika Mashariki, athari hizi si habari mpya kwa watumiaji na wafanyabiashara. Si mara ya kwanza kwa hali hii kuibuka ya bei ya mafuta kupanda kutokana na sababu moja au nyingine. Leo katika gumzo tunahoji, je, mkakati wa serikali za Afrika Mashariki utakuwa upi huku taharuki ya vita ikizidi kutanda? Kuliangalia hili kwa undani, nimezungumza na Vincent Kimosop, mtaalamu wa uchumi, na Charles Mwijage, waziri wa zamani wa viwanda na biashara, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mafuta kutoka nchini Tanzania. EURA ana utaratibu wa kutangaza bei mpya ya mafuta kila Jumatano ya kwanza ya mwezi. Kwa hiyo kwa kanuni, kwa mfumo wa uagizaji wa mafuta, kwa hiyo haya mafuta yalishaagizwa siku nyingi na mikataba ilishaingiwa. Kwa hiyo kama imeshaingia, tunachokiona sasa sio akihusiana na hiyo. Lakini mimi hiki unachokizungumza, mimi kimsingi sina hofu zaidi na bei, nina hofu zaidi na ukosefu wa mafuta. Kama disruption of supply tokea, that will be the problem. Lakini bei, kama bei itapanda na mafuta yakawepo, tutarekebisha tabia zetu, tutarekebisha
kurekebisha tabia zetu. Bwana Kimosop, umemsikia ndugu Charles Mwijage anasema kwamba yeye hana hofu, lakini wasiwasi wake huko kwenye ikiwa mafuta yatakosekana kabisa. Nakubaliana na yeye ya kwamba cha muhimu zaidi ni kupatikana kwa bidhaa, kwa sababu katika wanaangazia mambo ya uchumi, kuna sheria ya watu kuhitaji kitu na kule kupatikana nacho. Kwa lugha ya Kimombo wasema law of demand and supply. Ukijua kwamba bei bidhaa inapatikana, bei kama ulikuwa unatumia tuseme lita ama ulikuwa unaitumia kiwango fulani, utayabadilisha matumizi yako kwa sababu yanapatikana. Kwa sababu isipopatikana, kuna uchumi mbadala unatokea ambao ni waitwa uchumi ambao yuko chini ya ama uchumi ambao wa giza. Hiyo sio nzuri katika wale watu ambao wanahusika katika kutathmini na kuleta mpangilio wa sera, kwa sababu wanatumia matumizi, wanatumia takwimu, na isipopatikana kutakuwa na shida. Hali tete ya Iran haionekani kama itaisha hivi karibuni. Vile kutokana na ukosefu wa usalama katika mlango wa Hormuz, makampuni makubwa ya meli yameanza kutoza tozo za dharura za mafuta. Pengine serikali zetu zina nguvu ya kutosha kutoa ruzuku ya mafuta kulinda wananchi wake, ndugu Mwijage? Hatuna uhakika vipi itaisha lini. Lakini sasa utaruzuku mpaka wapi? Kitu ambacho labda naweza kuchangia kidogo kwa mfumo, kwa utaratibu wa sisi wa kuagiza mafuta, ambapo tunawatafuta watu wanaoweza kutuletea mafuta. Sisi hatuendi sokoni kununua kwenye refinery. Tunatumia utaratibu, tunatangaza, wale wanaoweza kuleta wanakuja, wanabidi wanaweza kuleta ya mafuta. Kwa hiyo watahangaika kutafuta njia nyingine kuliko ile ya Guba. Sasa ukitumia njia nyingine, ndiko mafuta yatakapofika yakiwa na bei juu zaidi. Yaani watakuja na, kama alivyozungumza Eura, watakuja na freight kubwa, watakuja na premium za kubwa, yani bei kubwa. Kwa kifupi, kwa watu wa kawaida waweze kuelewa, bei kubwa. Na kwa sababu yatatafutwa popote na ugavi utakuwa umepungua, kwa hiyo yatakuja na bei kubwa. Ndio yatakuwa yamemaliza kiu changu, kwamba mimi kiu yangu nataka mafuta yapatikane. Yatapatikana kwa bei gani? Sina tatizo, lakini kwamba serikali itaruzuku ni mchezo wa hatari. Kila tu mimi ningependa kusema kwamba ni nzuri kuhakikisha kwamba zile tume ambazo zimewekwa, kwa mfano nchini Kenya kuna tume inaitwa EPRA, na sheria imewekwa kuhakikisha kwamba wakati kuna shida kama hii, kuna pesa ambayo huwekwa, kwa lugha ya Kimombo inaitwa fuel levy, pesa ambayo inapatikana kutokana na matumizi ya bidhaa ya mafuta, na ni nzuri kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kulindwa kutokana na changamoto kama haya. Kila ambacho tu haieleweki, wao watalindwa kwa muda gani, kwa sababu hatuelewi hivi vita itachukua muda gani. Unajua, wakati huu tunakaribia karibu, nadhani imepita miaka 3 vita ya Urusi na Ukraine. Angalia hii, wajua kwamba miji haya miwili yanachangia kwa ukubwa katika mambo ya chakula, mambo ya ngano. Waona hii sasa ya Iran na Amerika na Israel, na inafanyika katika sehemu ambayo mafuta ambayo yanatumia kwa wingi dunia yanapita. Pengine unaona huu ni wakati muafaka kutizama upya mkakati wa nishati mbadala, na kwa nini sasa mikakati hii haijafanikiwa kikamilifu kuondoa hali ya utegemezi? Lazima tutafute njia mbadala ya kuhakikisha kwamba tunaweza kujimudu kama Afrika Mashariki, hata bara la Afrika. Ni nzuri ya kwamba tumeanza kugundua tuko na mafuta katika miji kama Tanzania, Uganda, na pia tuweze kuhakikisha kwamba tunafanya biashara sisi wengine moja kwa moja, na pia tuanze kuwazia njia mbadala ya kupata kawi kuliko tu kutazamia na kutegemea mataifa kama miji ya Guba. Ndugu Charles Mwijage, unaona nini kifanyike sasa ili mataifa ya Afrika, hasa huku kwetu Afrika Mashariki, kuweza kumudu na kujihimili katika kipindi kama hiki? Kwa Tanzania ninavyofahamu, mimi nimetumika kwenye shughuli unayozungumza, nikiwa operator wa mafuta mpaka kuwa international trader kwa kampuni za kimataifa, na nilijua mambo yote yanayopaswa kufanyika yalishaamuliwa, yako kwenye makaratasi yote yalishaamuliwa. Utekelezaji, matumizi ya gesi asilia ambayo yatapunguza kutumia gesi zaidi ilishazungumzwa. Magari yote kupata gesi,
lakini imeshashauriwa kwamba tuwekeze nguvu sana la kutafuta mafuta. Sasa hivi kumeanza juhudi kidogo za kuchimba, lakini wale waliochimba visima vingi ndo waliopata. Yote hayo yalishazungumzwa. Kwa hiyo alafu kutengeneza trading hub mnachozungumza, mimi nashindwa hata kuzungumza, kwa sababu ukisema uhifadhi mafuta, utahifadhi mafuta kiasi gani? Tunatumia mafuta kiasi gani? Utakayehifadhi kwa siku ngapi? Tulishazungumza kuwa na trading hub, kwamba kuwaruhusu wale wenye mafuta mengi duniani yanayoelea yaje yawekwe Tanzania kutokana na location advantage. Yalishaandikwa hayo. Soma ilani ya CCM ya mwaka 2015 imeandikwa pale kwenye document zote za serikali, yapo, yalishatangazwa yale. Kwa hiyo njia zote zilishazungumzwa. Kwa hiyo basi siku Mwenyezi Mungu akipenda yatekelezwe, lakini kila kitu kipo kinajulikana. Kwako Kimosop, kwa nini haya yatekelezeki na nini kifanyike? Nitakubaliana naye kwamba tuhakikisha kwamba tunaondoka katika na tunatekeleza kwa sababu kweli tuna mipango mizuri, tuna nafasi ya kuweza kuunganisha na kuzidisha biashara kati yetu. Angalia kwa mfano nchi ya Sudan Kusini, wao ni wako na mafuta, lakini mafuta hii haitumii nchi ya jirani kama Kenya, kwa sababu hatuna miundo msingi ya kuhakikisha kwamba tunaweza kutegemea nafasi kama hii ambayo yako katika kwa jirani wetu. So nikiangalia pia nafasi ya kutafuta kawi mbadala, waona wakati huu tunaanza kuangalia mambo ya kutumia magari zinazotumia stima, sio kutegemea mafuta. Kila changamoto dadangu inatoa nafasi nzuri kwa mawazo mbadala, mpango mbadala ambayo yapeleka jamii kutoka hatua ya kwanza hadi nyingine. Maendeleo mengi dunia hii yametokana na watu kupitia katika changamoto. Sasa tusilalamike tu peke yake, lakini tujiulize ni yapi tunaweza fanya kuhakikisha kwamba tuna siku bora zaidi katika siku za usoni, sio tu katika mambo ya utawala, hata katika kujimudu katika mambo ya kawi. Ni Vincent Kimosop, mtaalamu wa uchumi, na Charles Mwijage, waziri wa zamani wa viwanda na biashara, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mafuta kutoka nchini Tanzania, wakihitimisha gumzo nami.